Yo, mambo vipi? Hii ni Poa Podcast, sehemu ambayo tunauzungumzia utalii na fursa zake. Unajua utalii una fursa nyingi sana. Vijana wanatajirika, ajira zinapatikana na vitu kama hivyo. Na leo tuko na moja ya mtu ambaye anapiga sana pesa huku. Kwanza ni unajua mimi mwanzo nilikuwa sijui kama hii sekta ukiwa muongoza watalii unabidi uwe na lesson na vitu vya namna hiyo, lakini ofisa nao ya kwake na yeye ameamua kubase na miji tu. Miji humu mjini Tanga, Dar, Zanzibar na sehemu kama hizo. Ni brother mmoja noma sana, Pius Gondeka. Karibu sana. Asante sana. Nafurahi kuwa hapa na imani leo nitajifunza mengi kutoka kwenu. Mimi mwenyewe niko kujifunza. Basi tutafundishana. Napenda tufanye kwamba unanipa ya kwako na tunashare, mimi nakupa ya kwangu ya tour guiding. Ya kwanza imeanza kunishangaza hiyo kwamba leseni. Yaani tour guide inabidi awe na leseni. Unajua mimi nilikuwa najua kwamba ukiwa tu umesoma labda tayari unaruhusiwa kuingia huko. Yaani si una cheti chako cha chuo? Tayari inakuruhusu. Hii imekaaje? Unajua ni kama vile tunajua kama watu waliosoma masuala ya account. Sawa? Unaweza umemaliza degree yako, lakini pia kuna kitu kinachoitwa CPA. Sawa? Yeah. Kwa hiyo ni kama vile recognitions fulani hivi ambayo kwamba uwe na vigezo fulani. Sawa? Lakini kwa mfano hata watu wa sheria, ndio? Yeah. Ili uwe umemaliza miaka yako 3, kuna mwaka mmoja wa law school. Mshanaelewa? Yeah. Kwa hiyo hata kwenye guiding wanachokihitaji ni ile kwamba sio kwamba kila mtu anafaa kuwa tour guide, ila inawezekana akawa hivyo, ila tukatofautiana kwenye vigezo. Na moja ya vigezo vinaweza vikawa kama uzoefu, wengine wanafanya kwa uzoefu. Nadhani nimewaona wengine tunapendaga kuwaita kama wanakuwa, nimewasahau jina lao, ila wanakuwa wanaokota watu. Unakuta atakuwa na mlobu mgeni, anaongea naye, anajua tu kidogo kuhusiana na sehemu fulani, lakini tunaita fly catchers. Okay. Sawa. Lakini kuna yule mtu ambaye ni professional. Sasa kwa mfano kama mimi ni professional. Mimi ni professional. Yaani nimesomea miaka 3 na nikasomea Heritage Management Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambapo tunajifunza zote kuhusiana na masuala ya utalii wa nature na utalii wa utamaduni. Ila kwa mimi nikajikita zaidi kwenye utamaduni. Safi. Yes. Utamaduni umekaa. Kwa hiyo leseni ni kitu cha msingi sana ambacho hata ukiwa nacho ukimweleza mgeni anaamini kwamba okay, kwa sababu leseni inatolewa na wizara. Kwa Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa kama mimi ninacho kwa tayari nina recognitions kutoka wizarani. Okay. Kwamba wizara ina taarifa zangu kule. Kwa hiyo hata kama nikifanya kitu fyongo, ni rahisi sana mimi kwenda kushtakiwa. Na ni rahisi sana wao kunikamata kwa sababu nina leseni. Kwa hiyo leseni yetu tunalipia kwa mwaka. Na tunamshukuru mama ambaye tunasema ndio tour guide namba 1 sasa. Kwa sababu unaona hata kwenye ile Tanzania The Royal Tour alikuwa ni tour guide. Kwa hiyo sisi tunamtem kama the first tour guide as a female. Kwa hiyo ni mama ambaye tunamweka mbele kwenye kila hatua. Kwa hiyo baada ya yeye kukutana na tour guides, tuliweza kumuita, tukampa nafasi, akatusikiliza, na hivyo tupatie hiyo nafasi kama mama. Tukamlilia bana, ikiwemo kupunguziwa gharama za leseni. Akatusikiliza kama alivyo msikivu, akapunguza, na alipunguza kabisa, yani mpaka tuliogopa. Na kweli ni kupunguza kabisa. Kupunguza kwa sababu kutoka dola 50 mpaka 30,000. Sasa ukishindwa kulipa, sasa sitakuwa na matatizo yako mwenyewe. Hapo waswahili wanasema utake nini? Yaani mama amerahisisha kila kitu. Hatari. Unajua kwa kawaida ukiwa mdogo ndoto zetu unajua si wanaume. Mimi binafsi nilikuwa na ndoto ya kuja kuwa pilot. Nipaishe ndege. Yani kuna ndoto fulani hivi ambazo unakuwa nazo.
Kwako ilikuwaje? Yani hii ndoto ya kuwa mwongoza watalii, tour guide, ulikuwa nayo tangia utotoni au imekuja tu hapo mbele? Unajua mimi naweza nikasema 40% ya maisha yangu kama sio tuseme kama 25 naweza kusema ya maisha yangu nimekulia kijijini. Okay. Sawa. Katika maisha yangu kukua tulikuwa tunapenda sana kukaa na wazee wetu, babu zetu wanatupigia story. Kwa hiyo wameendelea kutupigia story. Sasa mimi nikawa ni mtu ambaye napenda kusimulia. Mimi napenda kuongea, mimi naongea. Okay. Kwa hiyo napenda kuongea afu nikiwa nasimulia. Kwa hiyo nikawa navutiwa na kile kitendo ambapo napenda ni hivi sinasimulia, watu wakae wanisikilize. Yani ni take fikra zao kwa wakati ule kwa kile kitu ninachokisimulia. Lakini tukiwa tunasimuliwa namna viongozi walivyokuwa wanakaa, wale machifu wanafanya shughuli zao, zile story mbalimbali. Sasa nilikuwa navutiwa na kile kitendo. Tumeenda, ila mimi nilichokuwa natamani zaidi ni kuwa mwandishi wa habari. Yani hicho ndio kilikuwa, yani natamani sana kuwa mwandishi wa habari. Lakini kadri zinavyozidi kwenda bado nina ile ndoto na ninaifanya, ila katika njia tofauti. Uandishi wangu wa habari mimi ninavyofanya ni tour guide, lakini ninahabarisha watu kuhusiana na historia yetu ya Tanzania na vitu vya kihistoria ambavyo tulivyo navyo. Kwa hiyo ukijaribu kutazama ni kwamba bado naendelea kuishi kwenye ile ndoto yangu ya uandishi wa habari. Kwa hiyo nilikuwa natamani kuwa mwandishi wa habari, lakini ni kupitia kupenda historia. Yeah. Mara kwanza tunakutana nilikwambia hiyo. Uliniambia. Yeah, kwa sababu unajua kuna vitu ambavyo unajua kuvifanya baadaye. Yeah. Waswahili wanasema kwamba maskini hana ndoto yani. Vitu vina flow tu yani, kitakachokuja mbele. Yeah, ni kweli. Tayari. Sasa hii safari ulianza vipi? Kwa sababu ndoto ilikuja kuwa mwandishi wa habari. Lakini baadaye ukaja kuwa mwongoza watalii. Yes, nilikuwa napenda kuwa mwandishi wa habari kwa sababu ni ile kwamba unakaa unawahoji watu kuhusiana na historia, mtakuwa mnabadilishana mawazo hivyo, sawa. Lakini ilipelekea vipi nikawa mpaka tour guide? Ni kwa sababu mwanzo nikwambia nilikuwa napenda masuala ya historia. Yeah. Kwa hata shule ya msingi, masomo ambayo mimi nilikuwa nafaulu sana ni somo la historia. Okay. Nikaja sekondari nikawa nafaulu sana somo la historia. Nikaja high school pia vivyo hivyo. Hata nilipofika chuo kikuu ambavyo niliomba faculty 2 tu. Niliomba uandishi wa habari. Ndiyo. Na hii masuala ya heritage management, kwamba kumanage masuala ya urithi. Sawa, ambapo sasa uandishi wa habari nikakosa, nikapata heritage management. Sasa nikatamani kubadilisha, nikasema mimi natamani niende kule, umeona. Lakini nakumbuka nikakutana na daktari mmoja akaniambia, unaweza ukasoma hii heritage management, lakini pia ukatumia social media kuendeleza ndoto yako. Kwa nilichokifanya nikamuelewa. Nilichokifanya mimi nikaanza kuwa na online kwa kujifunza namna ya kuandika story, namna ya kuandaa kichwa cha habari, yani kuandaa script, yani nikajifunza hivyo na nikawa niko vizuri. Kwa nilichokifanya nikawa natumia sasa vile ambavyo navyovisoma, vile vitu vya historia na viandikia. Umeshanielewa? Yani naandika labda kabila la Waha wametokea wapi? Kwa nini waliitwa Waha mpaka hapa tulipo? Kwa nini kuna Wachaga wametokea wapi? Kwa hiyo nilikuwa nafanya, ndio maana pia nikawa nafanya research zangu, tafiti zangu mwenyewe binafsi. Kwa kama natamani kuandikia Waha, kwa nitaenda Kigoma. Fanya tafiti zangu, tauliza wazee, nitaenda kwenye museum kule. Kwa mfano nilienda Kigoma, nilienda kwenye ile makumbusho ya Dr. Livingstone. Nikapata na wataalamu hapa, nikaanza kuuliza maswali, wakanipatia historia ya mkoa wa Kigoma, walitokea wapi, kwa gharama zangu mwenyewe. Kwa hiyo bado nikawa naendeleza kile kitu ambacho nilikuwa natamani kukifanya. Kwa hiyo nimeendelea kufanya, hata ukiangalia mimi kwenye peji zangu. Sema tu kwa sasa hivi, kwa sababu
baada ya kuoa majukumu yanakuwa ni mengi bana. Mambo ya familia. Mambo ya familia bana. Ukianzisha familia kuna baadhi ya vitu yani inabidi uvipe kipaumbele, kwamba familia ikabidi niipe kipaumbele. Kwa sasa hivi kuposti sio sana, lakini kipindi cha nyuma wana posti sana, yani ila huwezi kukuta na posti kitu ambacho hakiendani na career yangu. Pale inakuwa ni kwamba nilikuwa najua utalii kwanza ni issue ambayo inahusisha tu vivutio mbuga za wanyama. Kwa sababu hata hizi historical site pia ni vivutio sana. Lakini mwanzo nilikuwa najua zaidi ni mbuga za wanyama simba. Na hivyo ndivyo ambapo nilikuwa naelekezwa sana na watu ambao wananizunguka. Lakini kwa upande wako wewe imekuwa tofauti kidogo. Yaani wewe tangia ukiwa mdogo imekuwa ni zaidi mambo ya historia. Na ni kwa sababu wanasema kila kitu kinaendana na matarajio ya mtu. Kwa mfano mimi nimejikita zaidi kwenye historia. Na ukitazama mimi na imani hapo baadaye na miaka mingine inayokuja wageni watabadilika kupitia kwenda kutembelea, sio kwenda kuona wanyama hawa na vingine, kwa sababu tuna hizi tunaita pale kwenye zile cage unawekea wanyama tunazitaje zoo. Zinakuwa karibia kila nchi sasa hivi na zoo. Kwa hiyo watu watakuwa wanaona kusema umeona simba, nenda pale kwenye zoo nitamuona. Lakini historia ni lazima ufike. Kwa hiyo ni lazima ufike. Kwa hiyo mimi sasa ukishafika ndo unakutana na mimi sasa. Yaani ukishafika kwenye ndo unakutana na mimi. Kwa hiyo ni lazima uje ili upate historia. Kwa mimi nikajikita sio tu kwenye historia, nikajikita kwamba kwenye ile miji ya kihistoria. Lakini kwenye ile miji ya kihistoria mimi nikaenda mbali zaidi. Kwa mfano kama Dar es Salaam, unaweza ukakaa mtu akasema kwamba si makumbusho tu, tuenda sijui wapi. Hapana. Yaani Dar es Salaam tu hapa unaweza ukakaa mtu ukaiuza hata kwa siku 6, siku 7 hadi wiki nzima. Unaiuza Dar es Salaam hapa tu Dar es Salaam kawa na wageni. Kwamba kuna vitu ambavyo tumekuwa tukivifanya ila watu hawavifikirii. Watu hawavifikirii. Kwa mfano neno tu Dar es Salaam lina maana yake. Sawa? Lakini watu jiulize kwa nini paliitwa Ilala? Kwa hiyo kuna historia. Inabidi ufuatilie. Kwa nini paliitwa Temeke? Kwa sababu haikutokea tu kusema kwamba hapa paitwe Temeke, hapa paitwe Kigamboni, hapa paitwe Tabata, hapa paitwe sijui wapi. Yaani kuna sababu ambazo zilipelekea hapa paitwe Temeke, hapa paitwe Gongo la Mboto, hapa paitwe Mikocheni. Kwa hiyo hizo sababu ili uweze kuzifahamu ni historia. Utakutana na nani? Na watu wa kihistoria, wale wazee. Kwa sababu mimi tayari nilikuwa napendelea hivyo tangu zamani. Kwa ni rahisi sana nikikutana na wazee na kuwa na jebu na chipi na wauliza, takuwa napiga story nauliza ni vitu vingi. Hata hizi club zetu za Simba na Yanga, fuatilia historia yake, kwa nini waliitwa Simba, sio kwa nini. Nadhani kidogo Simba amekuwa wakifuatilia. Na niliwahi kufanya kazi na Simba, nadhani kwa Simba Day 2023 nilifanya, ambapo pia niliwaandalia onesho pale ambao lilikuwa na mgeni rasmi alikuwa rais. Kuna ile waliandaa kama eneo dogo tu kama hili hapa hivi. Kuandaa picha za historia za viongozi wa timu za zamani za Simba ambao walianza kipindi hicho. Kwa niliwaandalia lile onesho. Kwa inabidi sasa upitie historia, ufahamu historia ya Simba imeanzia wapi, club. Yaani kwa kama hufahamu hivyo vitu unaweza kukosa kitu cha kuzungumza. Kwa kweli maana yake hapo inabidi wewe unasoma kila siku. Unasoma sana. Yaani uwe unasoma, yaani sio tu kusoma kila siku, uwe unasoma sana. Unasoma sana. Yaani inabidi uwe unasoma. Inabidi uwe unasoma. Tuanze kusoma sasa. Tuanze kusoma. Yaani inabidi tusome. Hatari sana. Lakini pamoja na kwamba tuna vivutio vingi sana Tanzania, tunaona bado kuna imani kwa watu baadhi kwamba utalii sio kwa ajili ya kila mtu najua. Utalii ni kwa ajili ya watu fulani hivi, wazungu, watu kutoka nchi za watu. Lakini pia utajiri ni kwa ajili ya watu ambao wana pesa, matajiri. Lakini si ambao tumetokea maisha ya kati na ya chini. Hiyo ni anasa. Kwako wewe kwanza ulivyokuwa unakuwa, wewe ulikuwa na mtazamo gani? Achana na sasa hivi. Najua sasa hivi unakuja na mtazamo mpya. Kabla ulikuwa unakuwa, ulikuwa na mtazamo gani kuhusiana na hiyo wewe pia? Unajua zamani ile mtu unakuwa ukimwona mtu yuko na mzungu, sijui unamuonaje? Sio uelewa. Kafanikiwa. Unamuona kama jamaa amefanikiwa sana. Au unamuona mtu anamuelezea mzungu, unasema huyu jamaa anawezaje?
Ushanelekwa, hata mimi nilikuwa na mentality hizo. Lakini kusema kwamba utalii ni kwa ajili ya watu wenye fedha au ni kwa ajili ya wazungu, hiyo ni dhana mfu. Na kati ya kitu kiwaambia Wizara ya Maliasili na Utalii wanachopigana nacho ili kuongeza utalii wa ndani ni kuiondoa hiyo dhana kichwani mwa watu. Utalii kwanza ni kwa ajili ya kila mtu. Yani ni kwa ajili ya kila mtu. Ndio maana ukijaribu kutazama hata kila nchi inawapa kipaumbele wazawa. Sawa? Kwenye viingilio. Kwa ukiingia hata kwenye mbuga za wanyama, kwenye hivi vituo vya kihistoria, wazawa. Tayari amewekewa mtu kulingana na kiwango cha fedha ambacho anajua kabisa huyu anakiweza au huyu anakimudu. Ushaona? Tayari hapo tumeshatoka kwenye ile dhana kwamba kuona utalii ni wa watu wenye fedha. Japokuwa utalii kweli unatakiwa kwanza, ukitoka katika mazingira ambayo umeyaacha nyumbani, isiwe kuna mtu anapata na changamoto. Yani ule kukosekana kwako, yani kila mtu anasema, kwa mfano mimi labda nimetoka na nimeacha familia, labda mke wangu anateseka, alafu mimi niko huko kwenye utalii. Sawa? Ile nakuwa nimeharibu dhana ya utalii. Dhana ya utalii natakiwa kwamba mimi nikitoka nyumbani nihakikishe kwamba nimeacha mazingira ya nyumbani yako vizuri. Yani mke wangu halalamiki, hajisikii vibaya, yani yeye ni kuniombea baraka tu. Au nimetoka na mke wangu na watoto, yani wote wajisikie vizuri. Lakini pia ndio maana hapo unaweza kusema utalii lazima uwe tajiri. Lakini dhana nyingine ni kwamba utalii ni lazima ujipange. Sawa? Sio kitu cha kusema kwamba mimi nimeamka tu nataka niende nikatembelee Mikumi. Lazima ujipange, lazima uwe na uwe umejipanga kiasi kwamba ukienda Mikumi unataka nini, ukaone nini, ukajifunze nini, yani kitu gani kitakubadilisha. Kwa hiyo kingine ni kwamba hiyo dhana walimu wetu walijaribu kuitoa tangu zamani tukiwa mashuleni. Tutapelekwa kwenye vituo vya utalii kujifunza, kwenye makumbusho. Lengo la walimu ni kama study ya kwenda kutembelea hayo maeneo, ni kweli, lakini dhana nyingine ni kutuondoa sisi katika hayo mafikirio kwamba tukishakuwa na familia zetu tujitahidi kwenda nazo, kwamba tuwe tunawapeleka kwenye vituo hivi vya utalii. Lakini imekuwa tofauti. Yani kuifanya kama tabia. Ni kuifanya kama tabia. Yani lengo na tutengeneza, wanataka tutengeneze iwe tabia yetu sisi kufanya hivi au kwenda kwenye maeneo hayo. Sasa kama haujatengeneza tabia, inakuwa ni ngumu wewe kwenda. Lakini serikali yetu na kupitia Wizara ya Maliasili na Utalii wanajitahidi kusukuma au kupush kupitia wenye mamlaka, mfano bodi ya utalii, kutangaza vituo vya utalii, kuambia watu twendeni huku tukafanye huku. Tena sasa hivi kuna kampani nyingi sana za utalii. Kwa hiyo inategemea wewe unataka uende wapi. Ila gharama za mgeni zinakuwa ni kubwa kuliko za mzawa. Tena kwa Tanzania kwenye vituo vya utalii wamezigawanya katika viingilio vimegawanyika mara 3. Kuna Eastern African countries ambazo ni nchi 8. Sawa? Viingilio hivyo. Lakini kuna residence permit, kuna wale wageni ambao wanakuwa wana ile working permit na kile kibali cha kuishi kwa muda katika nchi. Lakini pia kuna foreigners. Foreigners ni wale ambao hawana vibali. Kwa hiyo hao wote hao 3 viingilio vyao viko tofauti. Lakini ukiangalia cha chini kabisa tunaweza kusema ni cha Watanzania. Yani, ili twende lakini bado hatuendi. Juzi nilipata nafasi nikaenda China. China wao 90% ni wageni wa ndani. 90%. Ilifikia wakati mpaka nilienda kwenye museum inaitwa Palace Museum, iko Beijing. Ile kwa siku akawa naingiza watu 100,000 kama na 80,000 hivi kwa siku moja. Siku hii ikafikia kipindi wakaona bora hapana, tupunguze, tufanye kwa siku wao wanaingia watu 80. Na kati ya watu 180,000
90% ni wazawa. Kwa ukiangalia sasa, lakini ukiwa unatembea sasa, ukiwa unaingia mule ndani unakuta wamama wamebeba watoto wao, wababa wamebeba vijana wao, yani wadogo. Kwa hiyo tayari anajengewa misingi akiwa bado mdogo, anajua kwamba nikishakuwa sehemu ya kujifunza ni hapa. Kuna namna kumbe tunaweza tukajitosheleza sisi wenyewe ndani. Sisi wenyewe. Ngoja nikwambie, hakuna kama kipindi kile cha COVID. Tanzania hasa hususan nadhani hizi takwimu zilitolewa na wizara. Makumbusho ya Taifa ya Tanzania iliongoza kwa kuingizwa na kuwa na watu wengi sana ambao ni wa ndani. Mara baada ya Tanzania The Royal Tour kuzinduliwa, ilizinduliwa na mama. Ile movie ukiwaambia watu ambao wanaweza kuzungumzia faida ya ile movie, siku ukipata mtu wa makumbusho mumuuliza. Yani makumbusho iliendelea kuongoza, nadhani takwimu sikumbuki, ila iliongoza kwa wageni wa ndani ambao walitembelea makumbusho, ambapo kabla ya hiyo movie ilikuwa haijawahi kuwa hivyo. Ilikuwa haijawahi. Kwa hiyo mara baada ya ile movie sasa ndio ikaanza sasa, tukaona procedure za watu sasa kuanza kutembelea kwenye vituo vya utalii. Mbali sizungumzie ile kwamba trip za shule sio na nini, hapana. Unakuta mtu anakuja na mke wake, anakuja na watoto wake, anakuja na familia yake, anawaleta babu zake, bibi zake kutembelea makumbusho, kutembelea na vitu vingine. Mara baada ya Tanzania The Royal Tour bado watu kumbe inawezekana, mpaka mama amefanya, mpaka rais amefanya, mimi ni nani nisifanye? Sisi tunakuwa wapi? Watu wakasema hapana. Kwa hiyo ile iliamsha hari ya Watanzania kuweza kuthamini na kupenda vitu vya kwao. Unajua sisi wa Tanzania tuna vya kwetu, lakini hatuvithamini na tunavipuzia tu. Sema mimi niende pale, kwanza cha nini kile nakijua, lakini unaweza ukawa unasema unakijua, ila ukifika pale ukikutana na yule mtaalamu wa lile eneo akakueleza, unabaki unasema hii nilikuwa naijua hivi, kumbe iko hivi. Basi iko hivi. Umeona, tayari ameshakubadilisha. Tayari. Sasa kwa mtu ambaye anatamani sasa kwenda kufanya utalii, wewe kama mwongoza utalii, haraka unaweza kumwambia ajiandae kwa namna gani? Ni vitu gani ambavyo anatakiwa vizingatie? Sasa hapo inategemea yeye anataka kwenda wapi na anafanya utalii wa aina gani. Kwa mfano kama anataka kwenda mbugani, sawa, na inategemea sasa kule mbugani utamuuliza anataka kalale lodge au anaenda kufanya camping. Kwa hiyo kama anafanya camping, kwa nitampa mahitaji yote ambayo anatakiwa kuwa nayo. Nitamwambia unatakiwa na tent, unatakiwa uwe na torch, unatakiwa na sleeping bag, unatakiwa uwe na tunasema mosquito repellent ili ya kupaka kwa ajili ya mbu, lakini pia unatakiwa uwe na wengine binoculars inabidi uwe nazo, lakini pia viatu, boots zile unatakiwa uwe nazo. Hiyo ni kwa ajili ya camping, sawa. Lakini pia kama ameenda kwa ajili ya kutembea tu, sawa, kwamba kule atakutana na wageni na wagonza watalii wengine katika mbuga yoyote, pia anatakiwa avae comfortable, yani awe huru katika vazi ambalo halitampa uhuru katika kufanya kitu chochote. Lakini kama anafanya utalii wa kiutamaduni sasa, kama ambao mimi nimejikita zaidi, kwanza awe huru kujaribu chakula. Sawa, unabidi, kwa sababu mimi napenda kula. Kwa nitampeleka, nitamwambia bana, ujitahidi kwamba unapenda kula, tutaandaa msosi, tutakula. Lakini kuna mwingine anaweza katamani utalii wa kujifunza kupika chakula cha Kitanzania, ambayo hata mimi nafanya. Kwa hiyo nitamuelekeza, tutaenda shopping, tunaenda kufanya sokoni, tutanunua kila kitu, tukishamaliza kununua tutaenda, tutapika, tukishamaliza kupika tunakula. Unapika? Napika na mimi hivyo. Taalamu kabisa. Napika. Kwa hiyo inategemea mgeni kumwambia kwamba anataka jiandae vipi, ni kujilingana anataka kwenda wapi. Lakini cha msingi zaidi ni fedha. Yes, fedha. Natakiwa uende wapi, natakiwa uwe na fedha. Kwa mfano kama unaenda Mikumi, inabidi uwe na nauli. Na uzuri tena serikali yetu imeturahisishia kwamba sasa hivi tunatumia SGR. Yaani ndugu yangu, yani ukiwauliza watu ambao sisi tulikuwa tunauza Mikumi kwa day trip, gari tu tulikuwa tunakodi $350 kwa siku
$350. Hiyo ni gari tu. Lakini sasa hivi ni nauli tu 13,500, unatoka hapa mpaka Morogoro, pale Morogoro unachukua gari mpaka Mikumi. Rahisi tu unafika. Kwa hiyo sio gharama sana, ila ni nyepesi sana. Okay. Yeah. Umezungumzia namna ambavyo kumekuwa kuna ongezeko kubwa kwenye makumbusho ya taifa. Umeona. Lakini tuzungumzie kwa ujumla sasa. Unaonaje nafasi ya utalii wa miji kwa miaka ya nyuma na ya sasa? Kwa sasa, kwa miaka ya nyuma na ya sasa iko tofauti kidogo. Kwanza tunaweza tukaiita ni kama utalii. Kwanza ile hatua kwamba tunasema ni migration. Tunaona vijana wengi, kwa mfano mji wa Dar es Salaam ni mji wa kibiashara sasa hivi. Sawa. Vijana wengi watatoka mikoani kuja Dar es Salaam. Sasa kuna mtu niliwahi kumwambia kwa Dar es Salaam sio mkoa. Okay, anatoka mkoa mmoja anakuja mkoa mwingine, labda tuiseme katika nafasi hiyo. Kwa hiyo watu kusafiri kuja kutoka mikoa mbalimbali kuja kufanya biashara mbalimbali, hiyo pia ni moja ya utalii. Sawa. Lakini bado haujakuwa katika kile kiwango ambacho napaswa. Bado haijakuwa katika kile kiwango ambacho napaswa. Sasa hivi tunazungumzia Tanzania ni zaidi ya watu milioni 60. Sawa. Lakini Dar es Salaam sasa hivi tunazungumzia kama milioni 8 mpaka 10, kwa sababu sensa ya mwaka 2022 ilikuwa ni kama watu milioni 6, milioni 8. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunaenda kwenye 10 sasa. Kwa hiyo ni moja ya mkoa ambao unaongoza kwa watu wengi. Lakini pia ukiangalia kwenye swala la utalii, Dar es Salaam iko nyuma. Okay. Lakini Dar es Salaam ina vivutio vingi sana vya kiutalii. Vingi sana. Hata juzi leo nimemwona Miss Dunia amekuja. Miss wa Dunia. Wanamuita Miss World. Kwa Kiswahili wanasema mrimbwende wa dunia. Mrimbwende wa dunia amefika. Nimemwona Dr. Mapana alikuwa pale kumpokea airport, lakini pia na watu wa TTB ambao wanahusika wamekuja pale. Mimi nilichokiandika niliona kuna TV moja online waliandika pale vizuri kwamba amekuja atafanya 1, 2, 3 Tanzania. Na Mapana nikamsikiliza wakati anahojiwa, akasema atatembelea Serengeti na Zanzibar. Ila kwenye ile TV ile ya online mimi nilicomment, nikaandika kama kiprogram tu kidogo ambacho yule nilitamani afanye Dar es Salaam. Kwa nini aje Dar es Salaam? Kwa nini ajifunze Dar es Salaam? Akija Dar es Salaam atapata nini. Kwa nimeandika pale. Kwa hiyo Dar es Salaam ina vitu vingi sana ambavyo watu wengi wako Dar es Salaam hawavifahamu na hawavijui, na sio kwamba hawatamani kwenda, huenda wanatamani kwenda ila wanakosa wamwambie nani. Okay. Yani wengi sana wa Tanzania, yani sio kana kwamba hawataki kutembea kwenye vituo vya utalii, ila nani amwambie, nani ampeleke wapi. Yes, hicho ndo changamoto. Kwa hiyo bado TTB wana kazi ya kuhakikisha kwamba wanaitangaza Tanzania na utalii wake wote vya kutosha. Na nilisema mwanzoni pale kwamba mimi nilivyokuwa mtoto binafsi nilikuwa jua Mbugani ndiko utalii. Tunafanyaje sasa kuiondoa? Umeipa kazi TTB hapo ya kuendelea kutangaza utalii wa miji. Unafikiri watumie njia gani kuweza kutangaza vizuri hili? Kwa sababu kweli wageni wengi wakija Dar es Salaam inakuwa ni sehemu yao ya kufikia, lakini kuwachukua kuwapeleka kwenye mbuga za wanyama, kuwapeleka Zanzibar. Umeona? Lakini wakirudi tena Dar, maana yake ni wanapanda ndege, wanaondoka. Kwa nini sasa Dar yani inakuwa inatumika kama sehemu ya kupita? Watumie njia gani kuweza kutangaza vizuri utalii wa miji? Mambo ni mengi sana ya kufanya, ila pia ni machache sana ya kufanya. Kama ni mfuatiliaji sana kwenye masuala ya utalii, kuna kitu kinachoitwa utalii kusini. Ushasikia? Yeah, Regrow ile. Imeenda sana, imeipromote sana kusini. Umeona ilivyo? Yaani utalii wa kusini wameutangaza vya kutosha. Sasa kama itawezekana, kama wanaenda kwa zoni hizo, kwa mfano hii zoni ya kusini, kaskazini, magharibi, ikifanyika katika kila mkoa,
itaamsha watu wengi sana, itaamsha watu wengi na itaamsha vitu vingi sana. Kwa tunasema kama kuna utalii kaskazini ambao sasa hivi ukizungumzia utalii moja kwa moja mtu anakuambia ni kaskazini Arusha, sawa. Lakini ukisema Rigro au utalii kusini, tunajua kabisa ni ukanda kule wa kusini. Lakini vipi kuhusu Kigoma? Vipi kuhusu Tabora? Vipi kuhusu Tabora? Sijui tunaelewana. Vipi kuhusu Dodoma? Vipi kuhusu Dar es Salaam? Vipi kuhusu Shinyanga? Vipi kuhusu Mbeya? Vipi kuhusu Iringa? Kwa hiyo Iringa ni kusini huko. Kwa hiyo hii program kama ya Rigro ilivyoanzishwa na kupromotiwa na kupewa kipaumbele, zianzishe program za aina hii ili kusaidia mikoa mingine na kuziamsha. Hiyo ni la kwanza. Lakini swala la pili ni sisi wenyewe kutumia social media. Okay. Sawa? Sasa hivi tuna media zipo nyingi sana. Zipo TV online nyingi sana, nyingi sana. Lakini hakuna TV ya online ambayo imejikita zaidi, tunasema kwa ajili ya masuala ya utalii zaidi. Nadhani wako kule anaitwa, kuna jamaa mmoja anaitwa sijui nani, nimemsahau, naye anafanya hiyo, lakini ni wachache sana. Lakini media zetu za tulizo nazo utasikia wanazungumzia kuhusu mpira sana, wanazungumzia kuhusu mpira. Lakini kuna nafasi ya kujikita wewe mwenyewe kwenye utalii peke yake. Yani labda unasema mimi radio yangu tutadili na masuala ya utalii Dar es Salaam. Huwezi kukosa watu, huwezi kukosa. Yani kwa hiyo kwenye swala zima ya media kama hizo, lakini pia hizi social media platforms za sisi binafsi. Lakini kuwatumia hawa influencers, hawa tunasema kuna ma content creator ambao wana followers wengi sana, lakini tuna wasanii wetu. Tena nilitamani kama ingewezekana katika kitu ambacho kinapaswa kufanywa ni hawa wasanii wakubwa ambao wana wafuasi wakubwa. Wakati wanafanya video zao, wao wanafanya bure kwenye hivyo vivutio. Yani wakifanya bure ni kuendelea kuzipromote yale maeneo. Kwa sababu msanii kufanya tu, yani mtu mmoja kufanya video zake na kunani, kwa sababu ni Mtanzania, apewe kipaumbele. Akishapewa kipaumbele, kwa tayari inakuwa ni rahisi yeye kuambia watu kwamba tuna hiki, kuna hiki, Tanzania yetu na hiki na hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo ziko sababu nyingi ambazo nazo zikapelekea kwamba nini kibadilike ili kuamsha utalii wa Dar es Salaam na mikoa mingine. Kweli. Na ukizungumzia online kule kuzungumzia utalii ndio maana poa. Tunajikita. Kweli nilisahau kwa kweli. Nimekuwa nikiangalia. Sasa sema point yangu mimi nilibase kwenye TV. Sasa hivi tunaona kuna podcast kama nyie poa, ambapo mmekuja katika njia ya kitofauti. Yani mmeamua kujikita kwenye utalii. Ndio maana hichi ninachokizungumza sasa. Yani unatakiwa utafute engo yako. Kama ninyi mmeona sehemu nzuri ni ya utalii. Kwa hiyo hata watu ambao tutakao kwa tunapata nafasi kama mimi nimefika hapa, mimi ni tour guide, niko kwenye hii sekta. Na imani nimekuwa mkiwahoji watu wengine ambao hawako kwenye hii sekta ili kuja kufahamu nini kifanyike ili utalii uweze kuwa kipaumbele kama nchi zingine. Nitakwambia tu, nimetembea nchi mbalimbali duniani, ila nchi ambayo imenivutia sana ni China. Aise ndugu yangu, China. Unaiona China hivi ilivyo? Tuna mji ambao nilisafiri unaitwa Xinjiang, iko kusini mwa China. Okay. Ambapo ni masaa kutoka Beijing ni almost kama masaa 3.5 mpaka 4. Kule ni utalii wa kiutamaduni tu. Hivi unaelewa utalii wa utamaduni? Zile ngoma, kufanyaje, kuandika, kufanya, utalii wa kiutamaduni. Na wanaocheza ni watoto na vijana. Utalii wa chakula kule ni yani ukitaka utalii wa kiutamaduni ni katika eneo lile. Kwa hiyo wameipa kipaumbele kuliko hata mimi nilivyofika kule nikasema hivi sisi kweli tunafanya nini? Kwa kweli wanajitahidi sana. Wanajitahidi vibaya mno. Lakini nilivyouliza hizi
social media platforms, lakini watu kupewa kipaumbele, hasa watu maarufu, sawa, lakini pia serikali kuipa kipaumbele swala zima la utalii wa kiutamaduni, ambapo kwetu sisi serikali imeshatoa kipaumbele, lakini sasa watu kwenda katika hayo maeneo, hiyo ndio shughuli. Hiyo ni shughuli yetu, inabidi tuifanye. Mimi naifanya. Mimi nitaanza kutembea nyumba kwa nyumba. Na unafanya vizuri sana. Umeenda hujaenda? Tunaenda. Umezungumzia hiyo sehemu China kuhusiana na utalii wa kitamaduni. Nafikiri hiyo inasaidia pia kwenye kutunza historia, watu kuendelea kuikumbuka historia yao, wajue wametokea wapi na nini. Yani ndugu yangu, yani natamani hata ungekuepo au ningekuwa na yani ndugu yangu kule. Nimewaza hivyo kwa sababu kwetu nahisi kama tunasahau hata historia yetu sana. Sio tu kusahau hata historia yetu. Jana hatujui hata kuongea kikabila. Hatujui kuongea kikabila. Mimi nikimkuta mtu hivi, kwanza unajua kuongea kilugha chenu? Kwa sababu tunaongea lugha ya taifa, acha tuongee tu hiyo Kiswahili. Ni moja kitu cha msingi sana. Ni kitu cha msingi sana. Unajua ni kwa sababu gani? Utandawazi. Watu wanazaliwa mjini, anakulia mjini, anamaliza. Mimi ni Muha. Naweza kuongea kilugha. Yani na shangaa inafikia wakati mtu anaona kwamba kuna ile ilifikia wakati mpaka mtu anaona wewe Msukuma nini? Sio, unaelewa? Anajiona kama kuwa Msukuma sio ni kitu gani? Yani unyonge, yani kama ni mshamba sana, sio na nini. Ukitaka kazi ngumu mpe Muha. Yani bado Muha atajisikia vibaya, sio na nini. Lakini mimi ukiniambia ni Muha, ukiniambia kwamba sio wewe ni Muha nini, sio wala ni wabishi sana, sio, mimi nafurahi. Kwa sababu gani? Tayari umeshafahamu identity yangu kwamba mimi niko wapi, mimi ni Muha. Kwa hiyo lakini ile kuniona kwamba mtu akikuona wewe sio Mswahili, wewe sio Mchaga, wewe sio Mhehe, upo tu. Kwa hiyo ni mbaya, tunashindwa kukuelewa. Mbali na hiyo, vijana hawajui hata kupika. Watoto wa kike wengi hawajui kupika. Sasa hiyo kutokana na nini? Tumekuwa na dada wa kazi, tunakuwa naye, na mwisho wa siku sasa hiyo tunasahau utamaduni wetu. Tunafanyaje hapo? Sasa hapo na mimi nisaidike. Sasa hapo ndio kama poa sasa. Poa inabidi siku tunafanya hivi nikiwa napika. Sio tena nazungumza nikiwa napika. Yaani inabidi nije siku nikiwa naandaa napika chakula cha Waha. Sawa? Au tunapika chakula cha Wachaga. Hapa. Sawa, sio tunafanya tu mahojiano, tukishamaliza tunakula. Nilikwambia napenda kula. Kweli. Kwa tunapika, tukishamaliza wewe. Tukishapika tunakula. Kwa hiyo pia hizi, kwa sababu tumeona mitandao ya kijamii, vijana wengi wako kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kupitia hiyo program watu wanaweza kawa wanaendelea, anajifunza kata anaangalia kumbe chakula cha Kichaga kinapikwa hivi, chakula cha Wahehe kinapikwa hivi, sijui nani kinapikwa hivi. Kwa hiyo itasaidia watu. Ila pia ni mpaka watu wawe interested. Yaani hicho ndio kitu cha msingi sana. Kwa maana hiyo ni kwamba huku bado kuna fursa huku. Yaani fursa zipo nyingi. Yaani ndugu yangu, zipo nyingi. Sijui nikwambieje. Natamani sasa tuweze kuambiana sisi kama vijana tunafanyaje ili kuweza kutambua kwamba utalii sio tu kwa ajili ya kwenda kuenjoy. Umeona, sio tu kwa sababu ya kwenda kupunguza mawazo, kujifunza, lakini pia sisi kama vijana tujue kwamba utalii ni fursa. Kwa sababu wewe umeiona na unaitumia vizuri sana. Namshukuru Mungu aliyenifunulia hili swala. Tupe na sisi. Ni lazima kwanza upende. Sawa? Inabidi kama vile ambavyo wewe si uko poa. Sawa? Unapenda, unajifeel kwamba nimefika nyumbani. Sawa? Yaani mtu yote akikuuliza kuhusu poa, unaweza ukaelezea vizuri sana. Kwa vivyo hivyo unapaswa kwenye swala lolote la utalii, hasa wa kiutamaduni, ukiulizwa kitu chochote uweze kukisimamia na utamani kukitetea kile kitu chako. Kwa mfano mimi kwenye swala zima la utalii wa kiutamaduni niliona kwamba napenda sana historia, napenda kuzungumza, napenda niwe nawaelezea watu vitu, napenda kuwa napitia baadhi ya vitu na nasoma, lakini nikaenda mbali zaidi. Nikatamani tujue namna vyakula vinavyopikwa vya makabila. Kwa sababu kuna mgeni unampata, umeshazunguka naye, umeshamaliza, anakuambia nataka kujaribu chakula
cha watu wa mkoa labda wa Pwani. Sawa? Sasa kwa Dar es Salaam utampeleka wapi? Kipengele. Nataka kujaribu chakula cha Watanzania. Sawa? Utampeleka wapi? Hakuna hayo maeneo. Bali tutasema kuna restaurant ambazo ni maarufu sana. Lakini mtu kimwambia chakula cha Watanzania atakwambia tutapika wali. Umeona? Lakini kuna vyakula vivyo makabila. Sawa, kwa mfano Wachaga tutazungumzia mtori, spini na nini, sawa? Kwa hiyo inabidi umwelekeze, okay, mtori bwana unapikwa hivi, unapikwa ndizi, unaanza wiki, unaweza nyama, spini na nini. Kwa hiyo tayari hiyo ni fursa. Kwa hiyo mimi nikaja nikaona kumbe naweza nikaifanya hivi. Kwa hiyo mimi mgeni akiniambia hivyo kwamba nataka nijaribu chakula cha Watanzania kikoje, mimi namwambia ni kweli unaweza kujaribu, ila mimi ninatoa experience zaidi. Experience gani unatoa? Mimi nakufundisha. Yaani sio unakula, nakufundisha, unajua kukipika halafu tunakula. Okay. Yes. Kwa hiyo tayari ananipa mkwanja. Umeshaelewa? Ataniambia shilingi ngapi? Namwambia kiasi kadhaa. Tunaenda na kwambia tunafanya process zote na tunaenda sokoni pamoja, tutanunua hiki, tunafika nyumbani, tunaosha vyombo pamoja, kama nazi tutakuna pamoja, tukishakuna ndizi tutamenya pamoja, mkaa tutatumia mkaa, wakati mwingine natumiaga kuni. Namwambia kuni na tunapuliza kwa mdomo. Si umeelewa? Yaani anapata ile experience. Anasema no, macho yatakuwa mekundu. Ngambia sasa hiyo ndio sisi tunaitaka hiyo. Na hiyo ndio tunaitaka sasa, ni macho yako yawe mekundu. Umeelewa? Kwa hiyo hivyo ndio vitu ambavyo nakuta mgeni akitoka pale. Yaani brother, ni experience ambayo hata kuja kuiacha. Hata akienda kule akiambiwa bana nataka kwenda Tanzania, nataka naweza nikapata guide yoyote mzuri au kampuni gani naweza nikarecommend. Yaani wageni wengi mimi nawapata kupitia hiyo. Na bana kama uone ukijana hata kupa experience zaidi hata ambavyo unakufikiria. Mgeni akifika umesema kuna hiyo kitu ambacho unampatia ya kupika na kula, kuenjoy chakula cha Tanzania. Chakula gani ambacho unafurahia sana kuwatengenezea wageni au kuwapa hiyo experience wageni? Wageni nawapikia vyakula tofauti. Inategemea na package ambayo wameinunua. Kwa kila package ina bei yake. Ila chakula ambao huaga napika sana, napikaga maharage. Yaani tunakuwa na muda wa kutosha. Yaani tunanunua maharage, tunayaosha. Tukishayaosha tunapika kwenye kuni mpaka ya hivi. Kwa hiyo mpaka ya hivi, na natumia chungu sio sufuria. Hiyo unakuwa uko wapi? Iko nyumbani kwangu Kigamboni. Kumbe nyumbani kwako ni sehemu. Ni sehemu ya watalii kabisa kupika. Kwa hiyo ni pale Kigamboni nyumbani kwangu pale. Kwa hiyo tutatumia chungu, tutaweka kuni pale, tutapika. Tunapika kutumia kuni. Tukishapika kutumia kuni mpaka maharage yanaiva. Kwa hiyo tunakuwa nakuwa na mgeni kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kwa hiyo tukishamaliza pale tunapika ugali. Nishawahi kuwa na mgeni mmoja uzuri, alishawahi kufika Kigoma, alitaka ugali wa muhogo. Ilibidi tu utengeneze. Okay. Songa pale. Kwa mimi na requirement zote nyumbani kwangu. Nina ugali wa muhogo, nina ugali wa unga wa muhogo, nina unga wa dona na unga wa sembe. Kwa hiyo huwa nawaambia kwamba ukiona sembe hii hapa kwamba ni chakula sana cha mjini. Ila kule kijijini, mikoani, chakula chetu ni dona na tunaamini kwamba hii ndio ina nguvu. Kwa mfano Kigoma tunatumia sana ugali wa muhogo na ugali wa dona, ambapo sasa hata ugali wa muhogo umegawanyika mara tatu. Kuna ule ambao ni mweusi, unajua mweusi unakuwa kama mweusi kijani hivi, ule ambapo unatengeneza mihogo, unaiweka inavunda, ikishavunda unaisaga ikiwa bado na yale madude yake. Kwa hiyo ukisonga, kwanza ukiona unga mwenyewe unaweza kusema hiki ni kitu gani? Kwa hiyo ukisonga ugali unakuwa una rangi tofauti. Kuna unga wa muhogo ambao unakuwa ukishavunda unatoa yale ni kama mauvundo, halafu unaenda kusaga. Lakini pia kuna ule ambao mihogo unakuwa umeshaimenya, afu unaiweka kwenye maji, inavunda, ikishavunda ukishaitoa unaianika, ukishaianika ndo unapeleka mashineni. Kwa hiyo experience nyingine ambayo nataka kuifanya sasa hivi ambayo natarajia kuianza kwamba zamani hazikuwepo mashine. Tulikuwa tunatumia yale mawe. Kwa hiyo nataka niandae mawe, lakini pia nataka niandae na kinu
kinu kile kikubwa. Yani kwamba mgeni akifika tunaanza procedure zote, kwamba maharage tunaenda kununua sokoni, tutafika nyumbani tutayaosha. Tukishayaosha tunaandaa moto. Tukishaandaa moto tena mafiga, sio kwenye mafiga mawe. Sawa, tunaweka kuni. Tukishaweka kuni tunaweka ile chungu. Tukishaweka chungu, wakati maharage yanajiandaa kuiva kule, sisi tunaandaa unga huku, tunaanza kutwanga na nyimbo. Na nyimbo za asili. Alafu tunaenda tunachekecha mpaka tunaupata unga. Tukishaupata unga tunaanza kusonga ugali. Na kusonga ugali sio tunatumia ile unaanza kutengeneza uji, hapana. Hayo ni masuala ya mjini. Hayo ni mambo ya mjini. Maji yachemke, weka unga, chuma kianze. Sijui unaelewa. Kwa hizo ni experience ambazo mgeni ndio anazitaka. Kwa mimi nikajikita huko kwenye utamaduni, kwa sababu naona kwamba ni watu hawa, yani sio kwamba wafanyi, wanafanya, ila wanaona kwamba muda watautoa wapi, ila mimi nafanya. Kwa hiyo hii ni program ambayo naifanya hata kwa Watanzania, sio kwa wageni tu, hata kwa Watanzania mimi naifanya. Kwa hata kama wewe unajua kupika najua kupika. Sasa nategemea ni nini. Wewe umeshanitajia unga wa aina 3. Unaona sasa inabidi tukitoka hapa inabidi nikualike siku uje, siku nikiwa na wageni nakwambia uje uone procedure zote ambazo nazozifanya, na ikimalizika tunakula pale. Tukishamaliza kula ndo tunaanza kuagana sasa. Hiyo experience mwenyewe naitaka, na uzuri umesema kabisa kwamba sio kwa wageni kutokea nje tu, hata sisi wa ndani. Ni kwa kila mtu. Yani mimi tena na focus kwa wale wale ambao hawajui kupika. Au lengo lako ni kutufundisha pia, unajua? Ndio kwa sababu moja ya utalii ni lazima kujifunza. Kweli. Kwa na kufunza, kwa na wafunza watu. Ukuta umesikia story kwamba bana siku hizi vijana hawajui kupika. Kwa hiyo moja experience ya utalii, tujifunze kwanza zamani walikuwa wanafanya nini. Hiyo ndio mimi na ambapo nimejikita, ndugu yangu. Yaani huko kote unaenda ni kwangu, kwamba natamani kufahamu. Unajua historia ni kuhusiana zamani, leo, sasa na yajayo. Hiyo ndio historia. Yes, hiyo ndio historia. Kwa mimi najifunza na wafunza na watu. Na mimi hayo yote niliyajua. Sio kwamba nilijua tu kutoka ila nilifunzwa na bibi yangu, lakini nikafundishwa na mama yangu. Okay. Yes, nimefunzwa hayo yote. Mimi nimekuwa katika familia ambayo mimi sijawahi kuwa na dada wa kazi, ila na dada zangu wa kike wengi. Sawa, lakini katika kuwa na dada wa kike, watoto wa kike wengi nyumbani kwetu, still mimi nilikuwa na zamu yangu ya kupika, kuosha vyombo, kufanya usafi, yani kila kitu nilikuwa nafanya. Na hiyo nimeiona baada ya kuoa. Okay. Mke wangu kuna siku moja alipata na changamoto kidogo, akaumwa. Kabidi umalize. Niliingia jikoni nikatoa kitu. Jambo dogo. Huwa napata changamoto sana kwenye kutofautisha mtu tu wa kawaida na mtalii, haswa wa ndani. Kwa mfano, tuko kwenye jiji hili. Mimi natembea zangu, labda nipo kwenye beach pale Koko. Ni kivutio kile. Yeah. Mtalii na ambaye sio mtalii na watofautishaje pale? Okay. Kuna mzawa tu yuko na kuna mimi mgeni ambaye nimeenda kwa ajili ya kutalii. Kwa mzungu inakuwa ni rahisi tu kwamba huyu ni mzungu kwa sababu ya rangi. Kwa sisi weusi tunamjuaje mtalii kwenye mazingira namna hiyo? Kwanza tunatakiwa tuifahamu maana halisi ya mtalii ni nani. Sawa? Kulingana na World Tourism Organization, WTO. Sio kama nitaikumbuka vizuri, anasema tourism is the movement of people. Sawa? From the original place to a new destination. And stay in a place, in an unusual place, for less than a consecutive 1 year, kitu kama hicho. Alafu akasema for study or leisure. Sawa? Kwamba ni ile kitendo cha mtu kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Yani kwa mfano mimi nimetoka Kigamboni, nimekuja hapa ambapo nyinyi ofisini ziko Masaki. Si ndio? Yeah. Hii ni moja ya utalii.
Okay. Mshanaelewa? Lakini natakiwa nikae katika hili eneo kwa siku zilizopungua mwaka mmoja. Kwa zikishapita tayari mimi sio mtalii. Ndio maana tuna ile residence permit. Kwa yule mtu tayari sio mtalii, ana siku ameshakaza kutosha hapa. Kwa kile kitendo cha kukaa katika ile nchi na kwenda sehemu nyingine, akienda tu labda ameenda Mbeya, tunamtem ndio mtalii. Ila alipofika Dar es Salaam na zile siku alizokaa, tayari huyu sio nini, mpaka kapewa ile permit, huyo sio tena mtalii. Okay. Tumeshaelewa. Kasa kile kitendo cha kutoka ile eneo alipofikia na kwenda eneo lingine kwa siku kadhaa, labda siku 3, siku 4, siku 5, sawa? Baadaye anarudi katika ile eneo lake. Ndio tunasema yule ameenda kutalii. Kwa hiyo iwe ni siku 1, 2, 3 masaa, ila ili mradi tu umetoka katika lile eneo ambalo ulikuwa unakaa. Kwa hiyo wewe ni mtalii. Kwa hiyo wale wote ambao unawaona kwa sababu hawaishi lile eneo, hawakai pale Coco Beach, wale wote ni watalii. Sawa. Ila kila mtu anaenda kwa sababu ya kwake. Kuna ambao anaenda kwa ajili ya kutazama tu maji na vitu vingine. Kuna mwingine anaenda tatembea akiwa yuko barefoot, sawa? Kuna wengine anataka kunywa, tena wengine wataenda kwa ajili ya kula samaki na vitu vingine. Kwa hiyo wale wote ni watalii kwa sababu wameshatoka eneo moja kwenda jingine wakiwa na sababu maalum. Sio, umeshaelewa? Kwa hiyo utalii lazima uwe na sababu iliyokutoa eneo moja kukupeleka eneo jingine. Yaani sababu ndo kitu cha msingi. Lakini pia mbali na sababu, kuwe kuna kile kitu unachokiendea. Sawa? Siende tu bila sababu. Ni lazima uwe na sababu. Yaani uwezi, kwanza hicho kitu kinafanywa tu na binadamu. Sawa? Lazima uwe na, yani yule mwenye utashi, binadamu tu ndio anaweza kufanya utalii. Binadamu tu. Kwa sababu ndio ana utashi wa kujua kwamba naenda sehemu fulani kwa sababu fulani na nitafanya 1, 2, 3, nitakaa kwa muda fulani. Ni binadamu tu ndio anafanya utalii. Binadamu tu. Huwezi kusema Simba anaenda kufanya utalii sijui wapi. Hapana mjomba. Kwanza tukimuona tunakimbia. Utasema oho kimenuka. Aisee, hatari sana. So tukimbia hapa chap chap. Hivi ni tukio gani ambalo umeshaikutana nalo kwenye masuala ya utalii? Lilikushangaza mpaka leo ukikumbuka na baki tu unacheka yani? Yako mengi. Tunakutana na visanga. Tunakutana na visanga sana. Kuna siku moja nilikutana na wageni wawili. Wale wageni ilikuwa ni couple. Sawa? Ile couple mimi sikujua kama wana maugomvi wala nini. Sawa? Kumbe wao, yule jamaa alivyokuja walikuwa sijui jamaa ya vurugaji huko walipokuwa. Walikuwa ni Wafaransa. Sijajua mwanaume alizingua nini. Sawa? Wakati wamekuja Tanzania, lengo yule jamaa ilikuwa ni ku make up, kuweza kumrudisha mwanamke na kumwomba msamaha. Sawa? Sasa wakati wako na mimi sikuweza kuligundua hilo, na tulikuwa tunafanya walking tour Dar es Salaam. Tumefika maeneo ya Posta, kuna wale watoto wa mtaani. Sawa? Wale watoto wa mtaani tumewaona, mmoja wakaanza kutuombaomba pale, sio unaelewa? Sasa mimi nikawa niko na yule jamaa alikuwa yuko nyuma, mwanaume kama vile anatuchukua video. Sawa? Mimi na mpenzi wake tunatembea yetu, tukamwacha nyuma kidogo kama watu 5 hivi. Sasa tumefika kwa wale watoto, mimi nikaanza kumwelezea. Mimi nikaanza kueleza, naanza kama story. Naambia unajua kuna maisha ambayo tunaweza tukao tunapitia, au hasa wanaume au wanawake au wanandoa wanaweza kawa wanayafanya. Wanaweza kawa wanafanya kadhani kwamba ule ugomvi wao wanadhani kwamba wanakomeshana wao kwa wao. Kumbe ni madhara kwa watoto wao. Kwa tayari ule ugomvi ukishapelekea wao wamegombana, wakishaachana, changamoto inakuja kuwa kwa watoto. Mtoto anashindwa kwenda kwa baba, anashindwa kwenda kwa mama, kwa sababu akienda kwa baba tayari mama atamchukia. Akienda kwa mama, baba atamchukia. Kwa sometimes ana opt, ni bora asiwe upande wowote, aondoke. Kwa hiyo kuna ugomvi ambao unatokea wazazi
wanadhani kwamba wanafanya kwa ajili ya kukumuona wao kwa wao, kumbe wanaoharibia ni watoto, na haya ndo madhara ya watoto wa mtaani. Akaniambia kwa hiyo ndio inaweza kuwa sababu. Ngasema hiyo ni moja ya sababu kubwa. Sasa mimi naongea vile yani kumbe ni sawa kama vile na mhil yule dada. Sawa, tumefika pale, yule jamaa akaja akauliza unaelezea nini? Nikawa namuelezea huyu, nikawa namuelezea hivi na hivi na hivi. Uwezi amini, yule jamaa tumetoka pale, yule dada alinishukuru sana. Anasema yani nashukuru, yani mimi yani sijui, it's like you have opened up my mind, you know. Au yule jamaa alikuwa anaitwa Jensen. Akamwambia, did Jensen spoke to you about me and him what we had before? Nikamwambia, never, I've never spoke with him. Even you can have a look of our charts. Akanambia, okay, after the tour tutazungumza. Nikamwambia sawa. Hiyo ni ya kwanza. Kwa hiyo nikaokoa ndoa. Umeona kwa tour guide mwanangu? Nikaokoa ndoa. Umeona? Alinishukuru sana yule mshikaji, mpaka leo ni mshikaji wangu. Kati ya watu ambao wananipaga wageni ni yule mshikaji wangu, ni yule jamaa, ni Jensen. Hata kuna wakati ambapo hata wakati mimi nafunga ndoa nilimwambia jamaa alinitumia hela kama zawadi. Kwa hiyo that was one of the best thing ambao nilifurahi, na kwa kweli nilizungumza tu from nowhere, ile ikawa ni ya msingi. Lakini kitu kingine nilizungumza ilikuwa ni Bagamoyo. Nikamwambia kwamba niliongea kwa Kiingereza, nikamwambia this is the place where we used to keep slave. Bagamoyo. Akaniambia what? Nikamwambia yes. Akaniambia no. Could you just repeat? Nikamwambia okay. This is the place where slaves were kept. Akaniambia see that? Akaniambia ulikuwa umekosea. Nikamwambia sio kwamba nimekosea. Nilitaka tension yako nijue kama ninachokiongea unanisikiliza au unisikilizi. Kwa those are some of the things ambazo nikikumbuka inakuwa ni kama ni memory kwangu. Yako vingi sana, visanga tunakutana navyo vingi. Mjomba. Ni hatari. Yaani kazi ni nzuri, ila kila kazi ina changamoto zake. We have to accept, na unazichukulia kama ni challenge, you move on. Swali gani ambalo ushawahi kuulizwa kwenye tour na mgeni pale wake? Hii swali aina gani tena hii jamani? Niulizwaga plate number. Yaani nini tena jamani? Niulizwa hizi plate number zina maana gani? Yaani zile rangi zile za plate number zile. Tuna kijani, tuna nyeupe, tuna njano, tuna nyeusi. Si ndio? Yes. Akaniuliza hivi plate number, ni swali ambalo sikuwahi kulitegemea kama mgeni anaweza akaniuliza. Yaani sikuwaza, ila aliniuliza. Akaniambia hivi njano ina maana gani na nyeupe ina maana gani? I was like okay. Ulichomokaje hapo? Nilichomoka mjomba, nilichomoka kwa sababu nilikuwa najua nyeupe na njano tu. Ila the other nilikuwa sijui. Kwa hiyo kwa sababu nilishukuru kwamba alichoniuliza ni kitu ambacho nilikuwa nakifahamu, ila sikuwa nakifahamu kiundani zaidi. Ila nilikuwa najua kwamba white ni masuala ya biashara, lakini njano ni commercial. Hicho ndio nilikuwa nakifahamu. Kwa hiyo baada ya kutoka tu pale akaniambia tu okay. Alivyoniambia tu vile, alivyokubali tu vile, mjomba, nilipofika tu nyumbani nikaanza kupitia, ndo nikaja nikajua tuna kinyeusi kwa ajili ya polisi, sijui tuna kijani, tuna nini, zote hizo ikabidi nizijue. Swali lingine ambalo niliulizwa kwamba uzuri nilikuwa nalifahamu na nilikuwa nishaenda. Akaniuliza rais wa Tanzania wa kwanza ni nani? Nikamwambia Nyerere. Okay, Nyerere ina maana gani? Okay, sijui unanielewa. Umeelewa? Sasa kwa bahati nzuri tukaja, niko bahati nzuri ni mambo yangu. Sijui umeshanielewa. Nikashuka kamaliza. Tusaidie kwanza. Mimi mwenyewe hapa ndachemka. Tupe hiyo. Kwa walangu ngeebisha nchi. Kwa kweli kwanza tour guide ndio maana nisema inabidi uwe unafuatilia na vile vitu ambavyo unavipuzia hasa kwenye historia. Ukiwa unavipuzia ndio mgeni anakuuliza. Kabla sija kuelezea hiyo, kuna nyingine aliniuliza kwamba tuliona, unajua wale mama wanakuwa wanauza
wanauza vifurushi, unajua vifurushi anajua vifurushi, ameweka carrot ndani, ameweka nazi, ameweka karanga, miogo mule ndani, karanga mbichi. Sasa wale mama akiwa amebeba beseni, sawa, huwa hawi ameshika, so mshaelewa, hawi ameshika, anaweza katembea, yani yuko busy, yani anaendelea na shughuli zake, atageuka huku na huku, hajashika. Sasa kile kinawachanganya wageni. Yani shingo yake yeye ikoje yani? Yani shingo yake yeye ikoje? Sio mchendelea. Sasa umeona kwa kuna vitu ambavyo unaweza kukutana yani hukukiwaza, ila utafanyeje? Unajikuta mgeni anafanyeje? Ndio anakuuliza. Kwa hiyo ikafikia wakati kumbe nikaanza kufanya utafiti kwa hivi vitu vidogo vidogo ndo nikaanza pia kuweza. Kwa hiyo nikaanza kumweleza baba, na sisi tunavyokuwa mara nyingi familia zetu tunakuwa katika mazingira ambayo maji tunachota mbali, tunayafuata mbali. Sawa, maji hayo tunayafuata mbali. Kwa hiyo inafikia wakati tunakuwa tuna zile ndoo. Zile ndoo unabeba kichwani, ushabeba kichwani, unabeba kwa mara ya kwanza, mara ya pili, kwa unajikuta hii mishipa inazoea, inakaza. Kwa hiyo ukishazoea ile hali ya kutembea vile, mpaka unaanza sasa kuachia, sasa unafunga ngata vizuri, alafu unatembea bila kushika. Akaniambia unaweza? Nikamwambia saikaini, kwa sababu nimekuwa katika mazingira hayo. Umeshanielewa? Kwa hiyo hivyo ni baadhi ya vitu ambavyo mgeni anaweza kukuuliza. Lakini nirudi kwa maana ya Nyerere. Nilivyoulizwa swali la Mwalimu Nyerere, na ukae ukifahamu, mgeni akiuliza kitu anafahamu. Taki kudanganya. Yani mjombo kima mdanganya umempoteza. Yani ni mara chache sana mgeni anakuja hajafanya utafiti wa lile eneo analokuja. Ni mara chache sana. Ila mara nyingi mgeni akija anakuwa amefanya utafiti na anakifahamu. Sasa aliponiuliza lile swali kwamba Nyerere kwanza linaitwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Akaniuliza what does it mean mwalimu? So nikamwambia mwalimu means a teacher. So was he a teacher before? Nikamwambia yes, he was a teacher. Nikamwambia okay. So a teacher is in English, in Swahili is mwalimu. I was like yeah. Okay, mwalimu. Yes. So I had one of my friend akanambia alikuwa kumuita mwanae mwalimu, ila mwanae ni wa Msumbiji. Nikamwambia huenda huyo analifahamu historia, kwa sababu hata Msumbiji na Tanzania tuna historia, tuliwasaidia sana kwenye masuala zima ya ukombozi. And akasema okay, go on now. Nikamwambia sawa. Nyerere kwanza nikamwambia Kambarage. Kambarage kwa Wazanaki Kambarage lina maana ya wakati Mwalimu amezaliwa, ilinyesha mvua ya mvumo wa radi, ile mvua ya mawe, yani mvua ile tunasema hatari, unaifahamu? Ikisema mvua ya upepo mkali, radi, yani imeambatana na hivyo vitu. Kwa Kiingereza unaweza kusema kama storm hivi. Umeona? Yani heavy rain, sawa? Zito. Sasa kwa Wazanaki ile hali yote ile, wao wanaamini kwamba ile mvua imeletwa na mizimu ya baraka ambayo inaitwa Kambarage. Umeshanaelewa? Kwa hiyo ile kwa Kizanaki wanaita Kambarage. Kwa hiyo alipozaliwa tu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kile kitu kilitokea, ile hali. Kwa hiyo wao wakamuita huyu ni nani? Kambarage. Ile mizimu imempokea hivyo. Lakini Nyerere ambaye ndo baba yake sasa, Mzee Burito Nyerere. Nyerere lina maana kwamba ni au unawafahamu ni wale maduduasha. Unajua ile maduduasha yale ambayo kipindi anazaliwa baba yake Mwalimu Nyerere, ilikuwa ni kipindi ambacho walitokea hawa tuna kipindi ambacho sijui ni Kenya, walitokea nzige wakala mazao mengi. Sasa kipindi ambacho amezaliwa baba yake Nyerere, ilitokea waviwavi wakaribu mazao sana, kwa akamwita Nyerere. Ndio maana yake. Nimechukua hiyo. Umenielewa sasa? Sasa kama hujui tayari umeshampoteza mgeni. Na moja ya principle ya tour guide, hutaki kusema sijui. Yaani usimdanganye na usiseme sijui. Kwamba anakuuliza swali sema no, I don't know.
So kwanza mgeni anapita okay. Yani wewe unaniongoza fu ujui imekaa. So who else supposed to know that? Kwa hiyo inakuwa ni changamoto hapo. Kwa hiyo ni moja sentensi kubwa, hupaswi kusema sijui. Fanya vyovyote. Yes. Kwa hiyo kuna namna unapaswa utafute namna gani ya kuweza kuzungumza na mgeni aweze kukuelewa tu. Yani it's better umwambie sina taarifa za kutosha ila nadhani I'll make follow up on it. Yeah. Kwenye trip ni kitu gani ambacho hauwezi kosa kwenye mfuko? Mfukoni au kwenye bag? Inategemea naenda wapi. Kama naenda labda kama niko labda round Dar es Salaam. Huwezi kunikosa, ni lazima niwe na hela ya kutosha. Sawa? Niwe na hela ya kutosha kwa sababu mgeni anaweza kahitaji kitu over suddenly. Sawa, kihitaji kitu lazima niwe na hela ya kumsaidia kununua. Mara nyingi wageni wanakuwa wana dola. Sawa? Na tunafahamu serikali yetu hairuhusu malipo ya dola. Kwa hiyo mimi ninahakikisha lazima niwe na hela ya kutosha ya kumsaidia mgeni. Hicho cha kwanza. Yaani hicho cha kwanza ni lazima niwe nayo hela. Ndio. Kwa hiyo nitakuwa kama na either 200,000 au 150,000, 100,000. That's minimum sana ni 100,000. Kwa hiyo nitakuwa nayo. Kwa hiyo ambapo mgeni akitaka chochote kwamba anahitaji kujaribu kitu fulani chakula, najua ninaweza kununua, lakini mwisho wa siku lazima nirudishie. Kwa hiyo tutapiga hesabu. Ni hela yangu. Kwa hiyo mwisho wa siku tutapiga hesabu, nitamwambia bana tulinunua kiasi kadhaa. Kwa hiyo mimi akishanipa ile hela, nitaenda kuchange na irudisha kwenye mfuko wangu. Hiyo cha kwanza. Lakini kitu cha pili ambacho natakiwa na kuwa nacho ni lazima niwe na first aid. Okay. Yes, lazima niwe na first aid ambayo inakuwa ina painkillers kama vile vidonge sasa vile kwa mfano hizi kama mgeni atapata uvurugu wa tumbo na vitu vingine nitakuwa navyo. Mara nyingi hata kama nisipobeba ile kile kitool kabisa nitakuwa na hizo vidonge kama paracetamol na vitu vingine, lakini pia nabeba vidonge vya tumbo, vile vidonge vya maumivu, lakini pia nitahakikisha na hizi plaster, nitakuwa na clip bandage. Yes, hivyo ndo vitu vya msingi na kuaga navyo mara nyingi. Lakini pia kitu kingine ambacho huaga na kuwa nacho inategemea sasa, hiyo ni kama nikiwa niko kwa Dar es Salaam. Lakini kama naenda labda Mikumi naenda na labda mbugani, inategemea pia nitakaa muda gani na naenda kufanya nini na mgeni. Kama tunaenda kufanya camping, nitahakikisha nabeba tents. Nzuri ninunua tent na tents zangu 2. Okay. Na tents zangu 2. Kwa hiyo nitahakikisha nakuwa na tent, nitakuwa na sleeping bag, nitakuwa na mahitaji yote ambayo na imani kwamba kule mimi na mgeni tutapaswa kuwa nayo. Safi. Unatembea sana. Sana. Sasa ukiachana na kwenda kikazi. Wife unamtoa lakini anapelekwa kutalii kwa sababu sio atupeleka sisi tu bwana. Familia na yenyewe umetuambia sana hapa kwamba tumefundishwa kuanzia shule tuje tufanye kwa familia zetu. Yes. Familia sasa. Bana mimi familia sio tu mke wangu, hata wazazi wangu, dada zangu wote huwa nawafanyia hivyo. Okay. Ila umeniuliza kwa mke wangu. Mke wangu bana, kuna vitu ambavyo yuko interested. Ndio maana nakwambia kila mtu anakuwa na interested zake. Yuko interested, mimi na interest sana kwenye culture. Ila mke wangu sana anapenda nature. Ile mazingira kama ambavyo nilivyofika hapa nikakwambia kwamba ukienda Magoroto sijui utafanya. Yes. Ile ni mazingira mimi mwenyewe nayapenda. Ila mimi napenda sana mazingira ya kiutamaduni. Ushanielewa? Ambapo mke wangu yeye hicho kitu yani anapenda lakini sio sana. Yani kama vile ilivyo mimi kwenye nature na yeye kwenye masuala ya utamaduni. Lakini pia mke wangu ndio msaada mkubwa sana kwenye mapishi. Okay. Huwa ananifundishaga baadhi ya vitu ambavyo na unaona tena amenipigia hapa. Hatajui huyu mwanamke. Kwa hiyo ni ananisaidia sana kwenye mapishi. Kwa hiyo mara nyingi nikiwa na program za kupika huwa ananisaidia. Okay. Umeshaona mpaka hapo. Kwa hiyo namhusisha. Lakini pia mbali na hapo Magoroto huwa naendaga naye kwa sababu ni eneo ambalo analipenda sana. Yaani ni eneo ambalo analipenda sana. Na anapenda vile vidudu vile mara sijui ndege, mara sijui nini, ile mazingira.
ya nature ndio anapenda. Kwa hiyo huwa nampeleka. Kwa hiyo amejikuta na yeye yuko interested tena kwenye utamaduni shauri ya upishi. Kwa mimi baba utanipa tu kwenye mapishi, yaani kwenye mapishi tu niachie hapo. Hizo historia zingine kaa nazo. Hizo zingine kaa nazo wewe. Mimi utakuwa unaniambia fanya hiki, chukua hiki, weka huku, fanya hivi, mwambie huyu afanye hivi, nafanya. Yeah. Una trip zako za kila mwezi, mimi naziheshimu zile. Tutolee mfano kwa trip ya mwezi ya ambayo utaifanya ijayo. Hatujui itakuwa ni lini. Mwezi wa 8. Mwezi wa 8. Yes. Inaweza ikawa sio hiyo kabisa, lakini ungepewa chance ya kuwapeleka vijana sehemu fulani waende wakaenjoy uzuri wa Tanzania. Ni sehemu gani ambayo unaona ingekuwa ni nzuri zaidi kwao? Swali liko general sana. Eneo gani ambalo niwapeleke wajifunze masuala ya Kitanzania? Yaani wakaenjoy uzuri wa Tanzania. Inaweza ikawa sio kujifunza, inaweza ikawa tu kuenjoy kwa hapa. Uzuri wa Tanzania. Ambao unasema hii sehemu akienda kweli watasema wow. Yaani nashindwa kuchagua kwa sababu karibia kila sehemu Tanzania ni nzuri. Na ina upekee wake na kuelewa. Na nakwambia hilo swali liko tu general kwa sababu gani? Hamwezi mkaa watu 10 wote mkapenda kitu kimoja. Umeshanielewa? Yaani sinaona kama hivi situko wawili mimi na wewe. Yaani ninachokipenda ni tofauti na wewe. Sawa? Na unachokipenda wewe ni tofauti na mimi. Lakini wakiniambia kwamba ni eneo gani ambalo naweza nikawapeleka wa Tanzania vijana wakafurahi, taangalia maeneo vitu viwili kwanza. Nafahamu vijana wanapenda mziki ambao ndo vibe. Ushanaelewa? Lakini pia vijana wanapenda kula. Sawa? Kwa hiyo naweza nikawapeleka ni eneo ambalo wanafanya sana watu wengi wanaenda, ila ni eneo pia na mimi huoga navutiwa nikienda pale. Lina vyote, vina culture na nature. Ambapo nina maeneo mawili ambapo huwa napenda sana kwenda. Nina Magoroto. Ndio. Sawa? Magoroto napapenda kwa sababu kwanza ukifika kule hakuna mtu ambaye anakuwa busy na masuala ya simu sijui na nini. Kila mtu simu anaacha kwa sababu hamna mtandao. Okay. Umeshanaelewa? Kwa hiyo ni lazima uenjoy hata kama hutaki. Lazima utaungana na wenzako hata kama hutaki. Kuna wale wanajikuta wako busy na simu, utafanya nini? Utaangalia picha, utaangalia video, mwisho siku utachoka, utaungana na wenzako. Kwa hiyo nitapeleka kule. Na nikifika kule nitatamani wajifunze kupika chakula cha watu wa Tanga. Hasa watu wa eneo la Muheza. Okay. Yes, nitatamani sana wajifunze. Kwa hiyo watajifunza kupika na watajifunza masuala ya nature ya kule na activities zote ambazo zinapatikana katika eneo lile, huku wakipata burudani, muziki wa kutosha. Kwa hiyo nadhani hapo nitakuwa nimepata na nizao. Lakini mbali na Magoroto, Dar es Salaam. Okay. Yes, nitakaa nao mimi. Yaani nikikaa nao hata nikiwapeleka pale nyumbani kwangu tutajifunza vya kutosha. Lakini pia na kijiji cha makumbusho. Okay. Tukifika pale kijiji cha makumbusho, na imani watajifunza nyumba zile za makabila. Kila mtu akiona nyumba yake nitamwambia kama wewe ni wa wapi? Mimi ni kwa Kigoma, ukikigoma kaa hapo. Wewe mimi Mbeya, kaa hapo kwenye nyumba yenu. Wewe ni kabila gani? Mimi ni Mhehe, nyumba yenu hiyo hapo. Wewe ni nani? Afu tunaandaa kama naweka kama nakuwa na radio call. Ambe okay. Aya, mtu wa Mbeya, au naandaa napiga simu na connect wote. Na wauliza okay, wewe mtu wa Mbeya, tuambie hapo Mbeya kabila lenu kubwa ni lipi? Anaanza kutupa elimu. Umeshanaelewa bana, Mbeya tuna 1 2 3 na mimi ni mtu fulani ni kabila hizi, mimi ni Mnyakyusa, sisi tunafanya 1 2 3, nyumba zetu zinajengwa hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Wakiniambia okay, tunatoka Mbeya tunaenda Kigoma, nyie Waha tuambie kwa nini ni wabishi? Kwa atatueleza pale, atatueleza, lakini tutarudi kule. Kwa hiyo na imani hiyo itakuwa ni moja ya experience ya kipekee sana ambayo mtu anaweza akapata na atajifunza kutoka kwa mtu mmoja kwenda mtu mwingine. Hatari sana. Na imani hivyo. Tanga inaendelea kushinda. Tanga ni hatari. Tanga ni hatari. Sawa. So
Unaiona wapi Tanzania kwenye upande wa utalii kwa miaka 5-10 ijayo? Natamani kuiona Tanzania ambayo itakuwa inaongoza kwa utalii. Tunavyosema kwamba nadhani ni mwezi uliopita na tuzo nadhani imeingia leo. Yes. Serengeti imechukua tuzo, kitu kama hicho. Kama sijakosea. Tuzo zimetoka, wamepata sehemu nyingi sana. Nafikiri watu watanapa wametisha sana. Yes, wametisha sana ya. Sasa ushia kufikia kusema utamaduni tumepata tuzo. Kipengele, si ndio? Kwa natamani hizi tuzo ziwe hata kwa wizara waandae mashindano ya kimikoa. Sawa? Okay. Kwamba Waha watu wa Kigoma, nikisema Waha nitakuwa niko precise sana, lakini nikisema watu wa Kigoma kwa sababu Kigoma kuna makabila mengi. Sawa? Kuna Wabembe, kuna Waha, kuna wengi sana. Mpaka kuna Wachaga kule wako wengi. Lakini tutazungumza kwamba wale wahusika, tunazungumzia Waha na Wabembe, wa Manyema na wengine. Waandae yani kama competition ya mikoa mbalimbali kuhusu utamaduni. Sio, unanielewa? Ifanyike hivi, yani kuna mashindano ya kiutamaduni. Tamaduni za hawa, afu pale waandae majaji. Wakishaandaa majaji kwamba hizo tuzo hizo zinatolewa kila msimu. Kwanza itakuwa ni sehemu ya kuinua utalii wa hayo maeneo, lakini pia na imani kuna wageni watakuwa wanasafiri. Kama mwezi huu hii eventi wanafanya Waha, wakishafanya kunakuwa kuna majaji. Wanaenda kule Mbeya wanafanya, kutakuwa kuna majaji, alafu wao wanakuja na overall max. Kwa hiyo kwanza itawaamsha watu. Kuna wageni watatamani kwenda kujifunza Kigoma, kuna wageni watatamani kwenda kujifunza sio mkoa gani. Yaani kwa mfano kama mimi, kuna moja ambayo inafanyika Kusini nadhani. Yes. Sio ni mkoa gani? Ni lazima niende. Okay. Nitaenda. Safi. Na nimekuwa nikienda pia ambayo inafanyia maadhimisho ya vita vya Majimaji. Nimekuwa nikienda. Nadhani mwaka huu ulikuwa ni mwezi wa 2 sijaenda. Ilikuwa na vipengele, ila karibia kila mwaka ni lazima niende. Kwa hiyo wakiandaa utamaduni huo, utaratibu huo, itakuza utalii katika mikoa husika, lakini pia itatuamsha. Lakini ninatamani na ninaiona Tanzania ikiwa ni katika misingi ambayo tunapata tuzo za kuwa the most leading country in Africa in tourism, in cultural na hata in nature. Okay. Yani sio tuwe tunapata tu kwenye utalii wa nature na vitu vingine, no. Naiona Tanzania huku pia kwenye utalii wa kiutamaduni tukipata tuzo. Nikaa sawa sana. Yeah. Hey. Ulisema utajifunza au mimi ndo najifunza? Sawa, hebu tumalizie kwa hebu izungumze kwa sentensi moja Tanzania kwenye upande wa tourism, kwa sentensi moja. Nitaendelea kumpa credit waliokuja na program Tanzania is unforgettable. Hiyo bro. Hiyo yani waliobuni hicho kitu, hilo neno, hiyo statement, walitumia akili sana. Kwa mimi mwenyewe nitasema Tanzania is unforgettable. Hakuna mgeni ambaye alishawahi kuja akasema najuta kwa nini nimekuja Tanzania. Yani sijawahi. Kwa wageni ambao mimi nimekutana nao, mimi kwa mwaka naweza nikakutana na zaidi ya wageni 500 mpaka 1000. Hiyo ni kutoka hata ule mgeni mmoja mmoja. Kuna wale wa makundi, kampuni zinanipa, wananipigia simu. Ukija ukihesabu unaweza kufika hata 1000. Ila kwa comments hata kwa kampuni ambazo wanazofanya kazi, hakuna ambaye kampuni nishe kufanya wakasema wakatoa review mbaya, hakuna. Lakini hakuna mgeni ambaye nishawahi kumsikia ananiambia kwamba najuta kwa nini nimekuja Tanzania. Kwa hiyo nitasema kwa neno moja tu, Tanzania is unforgettable land. Kwamba kila mtu anayekuja ataenda na mark ya tofauti sana kichwani mwake. Tanzania is unforgettable. Mimi mwenyewe sijuti kuzaliwa hapa. Mimi najivunia sana. Yani ni jambo zuri
Nikwambie kitu kimoja, yani ukiwa Mtanzania afu kapata nafasi ya kusafiri kwenda hizo nchi za wengine, mjomba, utapata shida. Mimi nilivyoenda China nilimisi nyumbani. Sikula ugali, sasa mimi napenda ugali nile nishibe. Nitakula vitu vile nani, sikushiba. Kuna rafiki yangu mmoja ameishi nchi tofauti. So nchi ya mwisho ambayo anaishi mpaka sasa hivi ni Tanzania kwenye hizo nchi zote. So nikamuuliza, kwenye hizi nchi 3 ambazo umeishi zote, ni nchi gani ambayo unatamani uendelee kuishi? Kambia Bongo bana. Bongo bana, Bongo ni Bongo bana, Bongo. Sasa imekuwa nzuri sana, nimefurahi sana kupiga story na wewe anytime. Nimejifunza sana leo. Umejifunza kati mimi nimejifunza kutoka kwako. Nimejifunza sana, na ambacho nimefurahia ni kwamba tumepata mwaliko bwana. Sisi kama Poa tumepata mwaliko wa kufika. Karibuni sana, karibuni. Mnajua niwafundishe kupika. Karibuni niwafundishe kupika, lakini karibuni pia kwenye tour. Ila mimi nawapa kama niseme kama offer. Maana uliniambia ukiandaa hatua yako. Subiri sasa taratibu. Sasa kwa hiki nilichokifanya mimi nasema hivi, mtakapokuwa na time yenu utaniambia, ndio ili tufanye city tour ya Dar es Salaam, tufanye walking tour kwa maeneo kadhaa ya Dar es Salaam. Kwa hizo tutafanya tu walking tour na expenses zote zitakuwa kwa ajili yangu. Kwa mimi nawapa hiyo nafasi. Kwa kweli. Mkijipanga vizuri unaniambia bana, ila kwa miezi hii nitakudanganya. Labda tuanzie kuanzia mwezi wa 10. Sawa. Yaani tuanze kufikiria mwezi wa 10. Kuanzia mwezi wa 10 hivi ndo nitakuwa kidogo kuna nila kwa miezi hii kuanzia wa 7 huu. Unajua ni high season. Ndo tunatengeneza hela mjomba. Sawa, hiyo tumeipokea na karibuni sana. Shukrani sana brother. Asante, nashukuru sana. Na Mungu awabariki sana. Amina. Poa, you're doing poa. Kweli. Usiete uchezo na watu wa Poa bana. Noma sana. So hii ilikuwa ni Poa Podcast na tulikuwa na brother Pius. Ameweza kutuelezea mengi sana kuhusiana na utalii wa ndani, hasa utalii wa miji na utamaduni. Na mimi nimevutiwa sana kwa kweli, nimevutiwa sana kuweza kujifunza kupika. Tutaanza na ugali wa muhogo. Umeona kwa sababu niambia huko aina 3. Nitajifunzia hapo na nafikiri itakuwa ni best experience kwangu mimi kwa mwaka huu. Kwa hiyo naisubiri sana hii. So tufanyaje? Tuishie hapa kwa leo. Si ndio? Sawa. Mimi nipo sawa. Baka kwa sababu niko mimi napenda kuongea hata kama tutakesha. Basi tuishie hapa kwa leo. So until next time, Tom Tiger.